Lakini usipoamua sasa kumkabidhi Bwana, manake mawazo yako hayatadhibitika. Kama ni biashara, utashangaa biashara haiendi. Kama ni kazi, utashangaa kazi ni ngumu, kwa sababu haujamkabidhi na Bwana njia zako na kazi zako. Bwana asifiwe. Si kama tunaelewana. Maamuzi ni ya kwako. Uliamua nini? Umeamua nini? Mungu hawezi kukuamulia maisha yako. Unaamua mwenyewe kabisa. Bwana asifiwe. Siku ukisikia mimi nimeanguka dhambini, usifikiri kwamba ni shetani. Shetani hahusiki, watu wa Mungu. Hajawahi kuhusika. Shetani hana uwezo wa kumlazimisha mtu usije kutudanganya. Shetani hana uwezo wa kulazimisha. Hana uwezo. Ila ni wewe umeamua. Aidha umeshawishiwa na shetani ukaingia kingi, au tamaa zako tu zimekupeleka. Bwana asifiwe. Ndio maana shetani atahukumiwa kwa nafasi yake. Lakini na sisi pia tutahukumiwa kwa nafasi zetu, kwa sababu tulichukua maamuzi ambayo sio sahihi. Uwezo wa kumshinda shetani tunao. Kwa nini sasa hatumshindi? Maana hatujachukua maamuzi sahihi. Amina. Kwani walioacha pombe sio yamo siku moja tu kwamba naacha pombe na akaacha kweli? Walioacha uzinzi sio yamo siku moja kwamba naacha uzinzi leo na akaacha. Kuna nani kuokoka nini? Kuokoka ni maamuzi kwamba kuanzia leo nampokea Yesu. Sitaki, sifanyi dhambi tena. Ni mdomo tunatamka. Na unapokuwa umetamka vile, shetani anakosa nguvu kwenye maisha yako. Kwa vile unakuwa mgeukia Mungu, Mungu anapata nguvu sasa kwenye maisha yako ya kukulinda na kukupigania, maana umemruhusu sasa ingie ndani yako. Lakini hawezi kulazimisha umpokee, ni maamuzi yako. Bwana asifiwe. Unaweza kushangaa ile dhambi hawafi kwa sababu gani? Yaani Mungu anataka kuepusha kifo chao ili angalau waendelee kupeleka injili. Waokoke angalau wasife dhambini. Maana hawezi kuwalazimisha waweze kuokoka. Anawapelekea injili. Leo tumeenda kumshuhudia, maana tumeenda mtaka kuhubiri, maana tumeenda kushangaa msikia neno. Ni ili tu aweze kuokoka na kubadilika. Lakini kama ameshipaza shingo, mwisho wa siku roho anachoka na amua tu aendake sasa. Shachoka na mimi. Bwana sifiwe. Amina. Kwa hiyo maamuzi ambayo unachukua uwe nayo makini sana. Wagalatia sura ile ya 6 mstari wa 7. Wagalatia 6:7 mpaka 9. Wagalatia 6:7 mpaka 9, naomba tusome. Tukaangalia mifano ya watu. 6:7 inasema hivi: msidanganyike, Mungu hadhihakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Bwana sifiwe. Tuishie tu hapa.